Session hii tunaenda kuangalia namna ya kutengeneza MySQL database. Na hii ni MySQL database yetu, ina role na user one to many. Utafungua control panel, halafu tutawasha Apache na MySQL. Baada ya hapo utaenda kwenye browser yako, mimi natumia Chrome. Kwa hiyo nitafungua Chrome, halafu nitaandika localhost php myadmin. Hapa nitabonyeza neno new ili kutengeneza database mpya. Baada ya kubonyeza nitaenda sehemu imeandikwa database name, nita name database yangu php-swahili. Then nitabonyeza create. Hapa itaniletea sehemu ya kutengeneza table. Nitaanza kutengeneza table user. Na hii ni sehemu ya table row, na hapa tutajaza attribute zote za user. User ID, auto increment and the primary key. Hapa ni username. Hii itakuwa ni variable character. Nitaweka 50 na hapa nitaweka email. Hakikisha email iwe ni unique, kwa sababu hatuhitaji email ziwe zaidi ya 2 kwa watumiaji tofauti tofauti. Kwa hiyo ni variable character, nitaweka 50 na hapa nitaweka profile photo, nayo pia hii itakopo ni variable character. Sawa? Profile photo variable character na nitaweka 50. Email nitaifanya kuwa unique. Kwa email ni unique, tutasave. Kwa hiyo hapa tutakuwa tumekamilisha table user ambayo ina primary key na ina email ambayo ni unique. Nice, unaiona hapo. Katika sheria ya one to many, tutachukua primary key ya one site, tutaipeleka kwenye many sites ambapo huku itakopo ni foreign key. Kwa hiyo ninaongeza role ID kwenye user. Hapa nitaiongeza baada ya user ID, ndio nitaweka role ID. Kwa hiyo nachagua after user ID, alafu nitabonyeza go. Hapa nitajaza attribute role ID ambayo itakuwa ni variable int, nitaweka int 6, alafu nina save. Hapa table user itakuwa imekamilika kabisa. Kwa hiyo kuna user ID, kuna role, kuna username, kuna email na profile photo. Sasa tutengeneze table role. Jina la table ni role. Attribute ya kwanza ni ID ambayo itakuwa ni increment, ya pili role ID, ya tatu role name, na mwisho ni URL ambayo hii tutaitumia pale tunapo shift kwenda kwenye page husika. Variable character, tuna save.
hapa table role itakuwa imekamilika. Kwa hiyo tutakuwa na ID, role name na URL. Sasa hapa tuna insert, tunatumbukiza data. Data hii tunatumbukiza kwenye role. Hii itakuwa ni automatic kwenye system. Kwa hiyo tutaweka ID ya kwanza, role ID namba 1 ambayo atakuwa ni user na URL yake itakuwa ni user. Go. Hapa data itakuwa tayari zimeshakuwa inserted well. Kwa tutaangalia kwenye browse, tutaona user yuko mmoja ambaye ni user, role name yake ni user na URL yake ni user. Kwa hiyo table zetu ni hizi mbili, role pamoja na user. Session inayokuja tutajifunza namna kutengeneza login form.